Tuesday. Additional Nasia Fontana. Ndani ya pause sasa vitu flight maziki ikiwa ni Tuesday. Tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2019 mazee ikiwa tulingine ni second hour. Some roots reggae, foundation reggae thing, strictly roots reggae, you know. Thanks so much wale wote wanasema mazee wako locked in na nikicheki DJ Roma anasema Johnny aje long time mazee locked in kuwa Makadara pamoja unasema moja ya Calypso Rose come through big ups Rasta wote mazee ndani ya pause Samba to Flight. Thanks so much, respect you. Nikicheki kwenye pause Samba to Flight Metals wanajiachilia DJ Switch big ups solve nimecheki request zako hapo hivyo kama zote. Pati big of solve respect you unasema pia mazee uko locked in respect na sana Aurelian Peshi Machakos mazee unasema tuko ndani ile serious. Thanks so much and respect you. Black Tuesday ni ngoma ambayo iko kwenye album mazee ya Revolution ya Nasia Fontana. Jamaa ni mzaliwa wa Dominican bwana. Uko Dominican. Jamaa aliacha kuimba akaamua. Sasa jamaa aliamua kufanya job ya community kusaidia watu wao wa nchi yao bwana. Huyo ni Rasta. Dominican. Rasta unajua pia uki spread the gospel. Uone hao watu sasa ni kama washiki venye inafaa. Inabaki sawa waonyesha kwa matendo. Yeah man. Huyo ni aita. Huyo jamaa alikaa chini akaona sasa mimi wacha nifanye job ya kusaidia watu wale. Wale ambao hawajiwezi juu yeye tayari ametembea duniani akaona nchi zile zingine vile zinaendelea. Na jamaa akaamua kufanya job ya community. Hiyo ndio kitu inamata kwa hii dunia. What are you giving back to your society? That is what really matters in this life. Yeah man. Respect mazini kicheki Magidhapi video 23 ndo zimekwisha sepa Tanzania ndo saa 8 Aiman Jojo Media. Selected Dedax the reggae mixologist is in. Na leo ndio ile siku ambao tunasema ni foundation reggae. Anagusiwa Roots peke yake strictly. Nikicheki Dennis Ngao anasema collect kwa Bisil moja la Kidube come through inakuja. Lazima. Umecheki story ya Embakasi hapa hivi? Hapa tu mtaani. 33 boys ambaye ni mkao. Ameamua mazee alikuwa ameamua kutoa life bibi yake. Allah. Yani ananyonga, inasemekana kwamba manaiba wanasema kwamba huyo jamaa kuna vile amekuwa akimpiga sana bibi yake. So si siku ya kwanza. Yani inakuwa kila siku ni kama anampiga na mchapa nini hizo vitu zote inakuwa ni shida kwenye familia. Na umecheki Said Mwakosi amelazwa. Jamaa anachukua mpaka nyundo bwana. Yani anachukua mpaka nyundo agonge kwa kichwa. Brother. Yani alishindwa kugongelea nyundo akaamua achukue ingia chuma. Yani ni kitu ambayo imekuwa ikisumbua sana watu wengi. Unapata mtu anafikiria mambo ambazo ziko poa kama kutoa mtu life. Na hiyo kitu imeingia sana kwa mayouth It's really a pity. Ni kitu yani inachokesha tujue eleweki mbona ifike point uangalie mtu nani ako na right ya kutoa mtu hai. Mazee. Nobody. So mazee leo ni topic ambayo tunataka kuizungumzia. Tulicheki majuzi tu ilikuwa dhizia tuliona jamaa ameingia kwa shule pale akapiga demo yake shoka. Tukikaa kidogo Mombasa tukacheki mwingine naye akafanya to the same. Sasa jo hatujui shida ni wasichana wenyewe ama ni maboys. Mimi sijui. Hata mimi lakini hata ikuaje Jojo. Hakuna kitu inaweza justify such a deed. Hakuna kitu inaweza justify ati. Yani mtu akae chini nilikuwa na udem na tumekuwa for long mazee time tumekuwa tukifanya mapenzi nini tumependana na ameamua kunifanya hivi na kwa sababu ameamua kunifanya hivi na muua ama najua yeye jamaa kuangalia hapo kwa plot. Kwa hiyo plot ya kuwezi kwa sababu moja kwanza alikuwa anamwangalia na ile macho yanakutaka pia mazee. Sawa sasa mbona kama hata pia wasichana wanavumilia sana. Unavumilia sana. Wewe kama ukishapigwa kofi mara ya kwanza na hapo ndo unasikiaga ukiona mambo imeanza kukuendea murama au kufukuzwa kwenu rudi hata kama ulifukuzwa life yako ni important sana kuliko mwanaume amekuzalisha watu 10 unajua watoto 10 na ukikaa chini ukiangalia vile mambo hapa inazidi kukaa nikiendelea hapa mimi nitakuja kutolewa uhai. Unapata mtoto aliingia kwa nyumba yako akiwa brown skin mara ya mwisho akona scars kila mahali yani alikuja akiwa amenona kama ngoima ya
Kwa alafu sasa juu ya mashida wapi kusumbuliwa nini inakuwa ndo noma. Leo tunazungumzia kitu tu ambayo ni very simple. Ni nini ambayo inasukuma mayutu wengi tena sana, mtu akiwa kwenye relationship mazee inafika mahali kwa sababu anataka kuachana na demu wake, anaamua kujitoa ama anaamua kutoa demu wake. Na tunaangalia vizuri, unajua relationship si kama marriage. Unajua hizo ni vitu mbili tofauti. Jojo, iko relationship ama marriage. Hakuna point inafaa ifike ati kuonoa mtu. Kwa sababu unajua marriage inafikaga mahali inakuwa mazini nimeinvest sana hapa. Nimebuy vitu mingi tena sana. Nitulienda nikalipa dori na kulipa dori mazini ilienda pale nyumbani kwao nikapigwa kama so 5 hivi nikitisho so 5. 500k. Alafu pia nilispend over 2 million. Na hakuna siku yenye pesa itashindana na uhai. Kuna vitu ambazo unakaa chini kwenye marriage unaona umeinvest sana. Inakuwa kuna pressure nini vitu kama zile hatusemi watu wafanye vitu mbaya. Hakuna justification. Lakini mambo ya relationship inafika hapi mpaka yote man mazee anaamua huyu dem nilikuwa naye Raima. Sasa tuko college nijitoe uhai. Nini nasukuma yani mtu kuua demu wake? Hata dem, acha nikushow bro. Ile the worst thing unaweza fanyikiwa kwa relationship ni moja tu, kuchezo. Sawa? Kuchezo. Hiyo ndio the worst thing. Yani inakuwa demu anagawa nje kugawa. Juu sasa na ulikuwa umeamua muoe. Hiyo sado inaweza kuwa the worst thing inaweza fanyika. Lakini pia wewe juu uwezi kosa pia wewe mistari. Lipisha. Brother unasema walipishe. Lipisha ama kasi hivyo jitoe, lakini yenyewe it's better ujitoe at least find peace. Ukweli bado. Find two peace juu unaweza kuwa unavumilia hapo lakini sasa unatoka tu nje watu wanaona tu meno, una smile tu. Kumbe ni mateso. Ni mateso yani huko ndani brother umeumia yako yote. Na haistahili hata. Haistahili. Hiyo ndio topic yetu siku ya leo. 0700925925 0733925925. Hebu tuchapie, hebu tuambie ni nini ambayo inasukuma mtu inafika level fulani hivi na ni relationship tu peke yake. Ama hujaingia kwenye marriage na mtu anaamua kufanya yani kujiua ama kuua demu wake. Nini? Ni peer pressure. Lakini peer pressure itaingia wapi? Hakuna mali kama peer pressure iko kwa mjengo. Kwa mjengo huko ndo unachocha unaambiwa, "Ai, wewe ni mwanaume ina gani bana? Wewe umebeba mawe hapa, tunaona kama uko na nguvu huko kwa nyumba umekaliwa, unatoka hapo kwa umekula moto." Mazee. Unafika kijani, lakini hata hivyo si vizuri. Si vizuri. Acha tuiput tu hivyo. 0700925925 0733925925. Hebu tuambie nini ambayo inasukuma mtu youth man kufikiria kujiua kwa sababu ya relationship demo, na wapo huko mitaani wengi tena sana. Wewe venye acha nikwambie, statistics do say. Sawa. Tuseme tuko trillion ngapi kwa hii dunia? Tuko almost 7 trillion. Ni 7 trillion. Acha tu stick kwa hiyo yako. Acha tu stick kwa 7 trillion. Mimi sijaangalia statistics vizuri. Sasa utapata kwa hii 7 trillion utapata 4 ni wanawake. 3 ni boy child. Sasa kwa hiyo acha tugawanishe kitu kama milioni. Ni billion, 7 billion. 7 billion people, sawa? Watu kama milioni 3 kwanza wako jela. Hao ni wanaume wenye wako jela. Sasa wamegawika. Wengine wamekufa, wengine wakatiani. Sawa? So unapata ile population imebaki. Tukitoa sasa kwa hii population ya wasichana kitu kama 1 million wenye wanajifanya ngao ni wanaume. Sawa, tukibaki na nyingine. Unabaki unaweza pata wewe unaweza jipatia wasichana kama 8. Hebu tusikie vile Beatles wanadai. Pause low. Yes ni aje? Mumo. Karibu sana brother. Na nini ambayo